celebrate miaka 20 mwaka ujao 2027 itakuwa miaka 20 kwa uchungaji kwa kitu moja. Bwana Yesu asifiwe. Nipigie makofi. Na mimi ukiona mtu amekaa mahali pamoja miaka kama hiyo, na nikiongea Kiswahili ambayo si kama ya mchungaji wenu, niwe radhi, yaani mwalimu wangu wa Kiswahili. Praise the Lord. Amen. So ukiona mtu amekaa miaka mingi kwa jambo moja, hata kama hajui mambo mingi, hawezi kukosa kitu moja anajua, si kweli? Anaweza kukuambia, unaona miaka 20 iliyopita kuna mtu alitutembelea, maana ako na historia. Anaweza kosa kujua vitu vingi, lakini ako na historia yenye hauna, anaweza kukuambia. Praise the Lord. Amen. So usiku wa leo si yuko hapa kusema kile kitu najua, lakini kwa hapa tumesema kitu hata kama ni moja tu ikusaidie kwa life na kwa fidi yako. Naongea lakini kwa kusisi, unaona siongea kitu kwa chache, naongea hiyo pole tu. Sorry. Amen. Bibishi na utoke na kitu kwa hiyo kursi na hili kwa hiyo. Tatu some kwenye kitabu cha Esther sura ya 6. Esther chapter 6. Mstari wa 13. Inasema, and Haman told Zeresh his wife and all his friends everything that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, if Mordecai be of the seed of the Jews, before whom thou hast begun to fall, thou shalt not prevail against him, but shall surely fall before him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nimekuja nimebeba hili neno, nataka ulibebe kama la unabii wako, kwamba maadui zako hawatakushinda. Hallelujah. Bali utawashinda na utaendelea kuwashinda kwa jina la Yesu Kristo. Hamjashika? Ukisikia watu hawataongea hawajashika, nasema hivi, adui zako hawatakushinda, bali utawashinda na utaendelea kuwashinda. Kuna historia ya mtu anaitwa Mordekai. Mordekai alikuwa watchman, na mahali alikuwa analinda ni kwenye geti ya kuingia ikulu, na kulikuwa na prime minister aliitwa Haman. Huyu prime minister alipenda kuabudiwa sana. Kila mtu akipita pale, kila mtu amwabudu. So huyu prime minister anaitwa Haman alikuwa anaingia kwa mfalme kila siku, na watu wakiona Haman wanainama. Lakini baada ya muda huyu Haman akaona kuna mtu mmoja huwa hainami, kuna mtu mmoja huwa hamwabudu. Akauliza, na huyu ni nani ambaye haniabudu?
huyo anaitwa Mordekai. Akauliza, kwa nini hainami mkubwa akipita? Akaambiwa atasemaga yeye hawezi akainamia mwanadamu. Sema sitainamia mwanadamu. Nitainamia Mungu peke yake. Haleluya. Usiogope mtu ati kwa sababu ako na mamlaka umwabudu, upatie ibada ya Mungu. So Mordekai alikuwa Myahudi aliyekuwa ameshukuliwa mateka kutoka Yerusalemu, akawa ako pale Pasha akiwa mateka. Lakini hata katika umateka na mateso hakusahau na Muumba. Hakubadilisha ibada yake kwa sababu ya shida. Kuwa katika umateka haikumfanya compromise imani yake. Wakristo siku hizi wakiingia katika matatizo, mashida, wana compromise imani. Nasema ni kwa sababu nilikuwa na shida, ningefanya nini? Don't compromise your faith. Amen. Hallelujah. Amen. Don't compromise your faith. So Muhammad akasikia vibaya sana, akahisi vibaya sana. Nimerekebisha Kiswahili. Praise the Lord. Akahisi vibaya sana na akaamua ya kwamba ataangamiza Mordekai. Lakini Mungu akapindua. Sema Mungu atapindua yale ambayo adui wanapanga. Haleluya. Mimi nimesema tu, sijakuja kuongea vitu vingi. Mimi nataka tu niongee kitu nikusaidie. Mungu akapindua mipango ya adui. Na Mungu atapindua yote ambayo yamepangwa katika giza. Sijui kama kuna mtu ananishika hapa. Uko hapa umeokoka na umepangiwa mabaya. Nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu hatakubali yale mabaya ya kukuta, bali Mungu atapindua mipango ya adui ili wewe usije kuinuka. Amen. Praise the Lord. Amen. Unajua uko hapa na watu wengine wakupendi, wanakupangia mambo mabaya. So Mordekai yeye hajui, yako pale anaendelea na kazi yake. Lakini kumbe kuna mtu ambaye amepanga mabaya. Akatengeneza mti kubwa aweze kumsulubisha Mordekai. Na akatengeneza, na kwa sababu yeye ni prime minister, akaingia kwa mfalme apatiwe ruhusa amsulubishe Mordekai. Lakini usiku ule amepanga kuchukua ruhusa, Mungu akatembelea mfalme ili afanye Mordekai mambo mazuri. Kukata hiyo story, maana mnaijua. Huyo ambaye aliyopanga kumuua Mordekai aliambiwa na mfalme, chukua mavazi yako, valisha Mordekai. Chukua farasi yako, kalishia Mordekai kwa farasi yako. Zunguka na yeye, tangaza huyu ni mtu wa kuheshimiwa, kwa sababu Mungu hawezi kubali watu wake na watumishi wake wapangiwa mabaya na waangamizwe. Na ninataka ujue hivi siku ya leo, Mungu hatakubali mipango yake ya adui wanapanga kinyume chako ya kuja kutimia. Haleluya. Haleluya. Mungu hatakubali yale ambayo yanapangwa against yatimie. The God of Mordekai is your God. Inua mkono, sema Mungu wa Mordekai ni Mungu wangu. Haleluya. Kama Mordekai alipangiwa lakini
kutimia. Hata wewe watapanga lakini haitatimia. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Hata wewe yale yote ambaye adui anapanga haitatimia. Kwa sababu Mungu ako upande wako. Warumi 8:31, Romans 8:31 inasema hivi. Hata ni swali inauliza, Romans 8:31 inauliza swali, inasema if God is for us, who can be against us? Kama Mungu wa mbinguni ako upande wako, je, wachawi watakuweza? Haitawezekana. Kama Mungu ako upande wako, je, maadui watakuweza? Hawatakuweza. Je, kama Mungu ako upande wako, walio na wivu na kinyongo, je, watakuweza? Anasema hapana. Je, kama Mungu ako upande wako, wale ambao wanapanga uanguke, je, wataweza? Hawataweza. Mungu akiwa upande wako, hakuna ambaye atakaye kuinukia. Hallelujah. When God is for you, no one can be against you. So baada ya Haman kuzungusha Mordekai, akitoka nyumbani, alikuwa ametoka, akaambia marafiki wake na mke wake, nimeenda kuchukua ruhusa kwa mfalme. Leo Mordekai atalala akiwa amekufa. Lakini jioni akarudi akiwa amejikunja, akarudi na huzuni. Mipango yake haijatimia, yale aliyekusudia haikutimia, ile alikuwa amepanga haikutimia. Mungu ameipindua, na nimekuja kutabiri usiku wa leo, yote ambayo imepangwa kinyume chako inapinduka usiku wa leo. Ile mighty name of Jesus. Sijui kama kuna watu wanatabiria, nasema yote ambayo imepangwa kinyume chako, wala cha maisha yako, wala cha huduma hii, wala cha watoto wako, usiku wa leo mipango yote ya kuzimu nimekuja kuipindua. In the mighty name of Jesus. Lashara mahasakayaba liko sapaligaya zifraligosaya mato sopaligayosakaya. Alikuwa arudi jioni, aambie mke wake na marafiki, si niliwaambia? Sasa Mordekai amekufa. Sasa Mordekai ameniondokea, aliyeniudhi ameniondokea. Aliudhiwa na ibada, devotion ya Mordekai. Waudhike wasiudhike, tutaendelea kumwabudu Mungu wa mbinguni. Wafurahi wasifurahi, tutaendelea kumwabudu Mungu aliyetuumba. Haleluya. Akarudi jioni, marafiki wakaona jamaa anarudi akiwa amejikunja, hana furaha, hana amani, mipango haijatimia. Aliyekusudia haikutimia. They will be disappointed in the name of Jesus. Your enemies will be disappointed in the name of Jesus, because there is no weapon fashioned against you that will prosper. Hakuna silaha itakayofaulu kwa kazi yake kinyume na wewe. Sijui ninanena na nani, lakini kuna mtu anapangiwa mabaya. Kuna mambo ambayo yamenenwa kinyume cha maisha yako. Nimekuja kutangaza, there is no weapon fashioned against you that will prosper. Sijui kama hii neno ni ya watu.
Lakini nasikia ni hapa. Nimwambia sijakuja kusema vitu mingi. Nimekuja kusema kitu moja tu. Kwa ajili ya mtu ambaye anahitaji that deliverance. Nisikilize. Akaulizwa kwa nini Hana? Ulituambia ukitoka hapa umeenda kumwangamiza Mordekai. Haman akasema wacha niwaambie marafiki, wacha niwaambie mke wangu. Nilipoingia kwa mfalme mambo ilibadilika. Akaulizwa kulifanyikaje? Imagine nilifika kwa mfalme, badala ya mfalme anisikilize, aliniambia nichukue mavazi yake nivalishe Mordekai. Akaniambia nichukue farasi yake nimketishe pale. Hapa kuongeza ni kwamba aliniambia nizungushe huyo Mordekai mji mzima, na sivyo tu niende nikitangaza. Hivi ndivyo mtu aliyepata kibali kwa mfalme anavyofanya. Acha nikuambie vile bibi na marafiki walimwambia. Na hii ndio nataka ushike. Mahali tumesoma mstari wa 13. Ati marafiki zake, the wise people, Ezelesh, mke wake akamwambia hivi, kama huyo Mordekai. Haleluya! Oi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nikuje pale nione kama atasema nini. Naona hapa mama umetulia sana. Naona umetulia sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akaambiwa hivi, kama huyo Mordekai ni bebe. Semeni bebe. Bebe. Kama huyo Mordekai ni bebe ya Wayahudi. Sema kuna kitu inaitwa bebe. Hautawahi shinda huyo mtu. Vile ameanza kushinda, ataendelea zaidi. Kama huyo ni bebe ya Wayahudi, hautamshinda, bali ataendelea kukushinda. Kuna kitu inaitwa kuwa pevu. Pevu ndio inadetermine matokeo. Kama pevu ni nzuri, inaleta matokeo mazuri. Kama ni pevu iliyo na nguvu, inaleta matokeo yenye nguvu. Huyu mke wake akasema, kama huyu Mordekai ni pevu ya Wayahudi, Wayahudi hawawezi wakashindwa. Wayahudi wako na Mungu. Wayahudi wanapiganiwa na Mungu. Wayahudi Mungu anakuwa pamoja na wao. Kama huyo ni pevu ya Wayahudi, hawa hawawezi wakashindwa. Nimekuja kukueleza, wewe ni pevu ya Mungu. Wewe ni pevu ya kushinda. Wewe ni pevu ya kufaulu. Na hakuna vile wachawi wataweza kukushinda. Hakuna vile maadui watakushinda, kwa sababu wewe ni pevu ya kushinda. Wewe ni pevu ya kufanikiwa. Haleluya! Haleluya! Sema mimi ni pevu ya ushindi. Sema mimi ni pevu ya kushinda. Haleluya! Kuna kitu inaitwa bebu. Bebu kama huko tupandagi majani chai. Maana hakuna ile baridi ya majani chai. Haitafaulu hapa. Bebu ya majani chai haiwezi faulu hapa. Bwana Yesu sana. Amen. Tunaona kuna vitu hatupandi hapa. Hakuna credit ya hizo vitu. Bebu ndio inatutamani. Sisi ni bebu isiyoshindwa. Hebu soma Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29. Nimestaki kusoma mingi maana ninasema tu
nataka kusema kitu moja ikusaidie. Galatians 3:29. Galatians 3:29. Wagalatia 3. And if ye be Christ's, then you are Abraham's seed. You are Abraham's seed. Who is the father of Jews? Who is the father of Jews? Abraham. Na Zeleshi amesema kama Mordekai ni mbegu ya Wayahudi, hauwezi kumshinda. Naye maandiko imesema wote ambao ni wa imani walio ndani ya Kristo wamefanyika kuwa mbegu hiyo ya Wayahudi. Wewe ndiye mbegu ya Wayahudi na hauwezi ukashindwa. Nataka uondoe akili ya kushindwa. Wewe sio mbegu ya kushindwa. Haijalishi yale wanapanda, haijalishi wamejiandaa kiwango gani. Wakati wamepanda, mambo yatabadilika na Mungu ataingilia. Oh, haleluya. Utakuwa unaimba wimbo hivi. Hata ikanote vile nilifaulu. Tunaimbaje hapa? Tulikumbusha I made it through. Yes. And I don't know how I did it. I made it through. And I cannot tell I did it. But one thing I know, Jehovah took it over. And that is how I made it through. I made it through. I made it through. And I don't know how I did it. I made it through. And I cannot tell I did it. But one thing I know, Jehovah took it over. And that is how I made it through. Hiyo tutakuwa wimbo wako. Hata sikujua vile nimefika hapa. Mungu akupe ushuhuda kutoka leo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Yaani wewe uimbane hata sijui. Unajua Mordekai hakujua vile kunaendelea. Yeye alikuwa tu pale kwa gate. Hajui kile adui amepanga na hajui vile kumepangwa. Yeye alijiona tu, aliona Haman. Haman alipita hapo asubuhi na mapema kwa gate. Wengine wakainama, Mordekai kama kawaida yake. Nasema siwezi inamia binadamu. Haman akaingia. Na kwa sababu Haman alikuwa amezoea kukaa huko pale, siku hiyo akaona Haman amekuja. Nasema Mordekai kuja. Akashindwa kumeenda. Akaona ametoka. Faria. Karia ile marasi. Akaona Haman ameanza akiwa mbele akitangaza, hivi ndivyo mtu ambaye mfalme amependa anafanywa. Mordekai hajui vile kuendelea, lakini kitu moja alikuwa anajua inafanyika kwake. Ninasema kwa jina la Yesu, hata wewe itakuwa wimbo. Haujui vile Mungu atafanya, haujui vile Mungu atanenea watu, haujui vile Mungu atamulisha watu, lakini mambo itatendeka. Nataka uingie katika jana tulikuwa tunaambiwa kuhusu kuwa na matumaini. We were taught about hope. Kuwa na imani hata kama hauna mpango. Wacha nikuelezee. Kama unajua vile Mungu atafanya kazi, kama uko na hiyo, sasa wewe ni mtu mechanical. Sasa hakuna imani. Wewe nataka uamini Mungu kwamba mambo iko hivyo, lakini Mungu atafanya tu. Mimi sijui vile atafanya. Nitajiona nikiwa juu ya farasi. Sijui Mungu aliongea nini. Nitajiona na mafasi ya mfalme. Lakini nitajua tu Mungu amefanya. Siwezi eleza. Siku hapo Mungu akiongea na mfalme, siku hapo, lakini nitajikuta pale. Nimekuja kukutabiria kuna mambo
ndani yako, hata utakuwa unajichuna hivi, ni mimi Praise the Lord. Hallelujah. Kuna mambo Mungu akikufanyia hata huamini ni wewe. Kuna mambo Mungu akikufanyia hata wewe huamini ni wewe. Waisraeli wanasemanga hata wakati tulitoka Babylon, tulikuwa kama watu ambao wanaota, hatukuwa tunaona kama ni sisi. Amen. Yaani wakati alikuwa anaturejesha, when God was restoring us, hatukuwa tunaamini kwamba Mungu anafanya. Yaani tulikuwa tunaona kama ni ndoto. Si Mungu akufanyie mambo yanakaa ndoto kwa maisha yako. You know, kuna kitu inaitwa visitation ya Mungu. Mtu anaitwa Peter alikuwa gerezani, amepangiwa kuuliwa na kesho ndiye anakufa. Alafu usiku malaika anakuja, anatumwa na Mungu, kwa kuwa yale ambayo aliyepanga Mungu ataibadilisha, hata ruhusu. Sema hiyo ndio my portion. Sema that is my portion. Amen. Yaani yamepangiwa kuuliwa, na yeye amelala pale tu, amegojea kesho ifike aondoke. Kumbe kuna mipaka, kumbe kuna mambo inaendelea. Tunasemanga behind the scene, mahali ya tuone. Amen. Mambo Mungu anapanga, mambo Mungu anakupangia ni mambo mazuri. Amen. So Peter hapo pale anasema acha nilale ya mwisho, maana kesho nitaenda kukutana na Yesu. Alafu anasikia anakoka kando. Ndio moto doke. Maana doke. Amka. Moto akiburi. Amka. Unaona vile nakwambia uamke. Ni uamke kwa sababu atapita alifanya. Aliyefanya nini? Amke. Praise the Lord. Peter akawa amelala pale, amegojea ya mwisho, anasikia dokile. Ukila weka kwa washo, hautakufa kesho. Amka. Ninakuja kukuapia haukufi kesho. Amka. Haleluya. Unatoka hapa. Akaambiwa valia haraka jifunge. Unatoka gereza. Amka, sio kukufa unakufa, ni kutoka unatoka kwa hii gereza. Nimekuja kukutapilia. Wewe ni pepo ya Mungu, na sio kukufa unakufa kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo hali. Amka, wewe ni kutoka unatoka. Unatoka kwa hiyo shida. Wewe ni kutoka utatoka, sio kukufa utakufa. Haleluya, ina mkono sana. Haleluya. Hallelujah. Sema sana kwa imani. Yaani wewe umegojea kukufa, sio kukufa. Amka, jipange, unatoka. Maandiko yanasema Peter kwa imani akaamka, na gereza kuko na mwangaza, akaamka, akajipanga, wakafungua mlango wa kwanza. Yule mtu anamwambia mke, akafungua mlango wa kwanza. Nasema milango itaanza kufunguka kwa jina la Yesu. Milango yako itaanza kufunguliwa, na malaika anatuma malaika waanze kufungua milango yako. Walikuti milango ifunguke kwa jina la Yesu. Oh, haleluya. Malaika akafungua mlango wa kwanza, wakapita. Wakakuta mlango mwingine, hata hiyo malaika akafungua. Hata ukikuta milango mingine ya kukuzuia kwa gereza, malaika wa Mungu na wafungua.
Maandiko yanasema hiyo ya chuma pita, anajiuliza na hii malaika ataweza kufungua, lakini maandiko yanasema ikafunguka yenyewe milango. Kwa sababu ya uwepo wa Mungu kwa maisha yako, milango itaanza kujifungua, milango itaanza kujifungua, mambo yataanza kufanyika, opportunities zitaanza kujileta, nafasi zitaanza kupatikana, promotion itaanza kuingia in the mighty name of Jesus. Let me tell you, verse Thessalonians chapter 5 verse 19 inasema usidharau nabii. Dukana nani unafikiri? Mimi sikujui na sijui yale unapitia. Ukisikia na tabiri, chukua unabii. Usiwahi dharau nabii. Siko hapa kukufurahisha. Siko hapa kukuchanga. Kukushangamsha. Kukuchangamsha. Siko hapa kwa ajili ya, niko hapa kwa sababu Mungu anataka usikie kile anachonena. Kile anachonena, si kile ananena, kile anachonena. Praise the Lord. Inua mkono sema asante Yesu. Asante Yesu. Maana milango yote inafunguka kwa jina la Yesu. Sema naamini hakuna milango itakayonizuia. Haleluya.